Ni picha hizi za CCTV katika shule ya upili ya utumishi huko Gilgil zinazochunguzwa na polisi na ambazo zimesababisha wanafunzi 8 wa shule hiyo kukamatwa kwa madai ya kuteketeza bweni la shule na kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16. Picha hizo zinaonyesha wanafunzi 5 wakitembea kwenye bweni hilo wa saa 6:10 usiku. Wakati huu wenzao walikuwa wamelala wasijue kilichokuwa kikiendelea. Wanafunzi hao wanafika eneo linalotambulika kama Cube 11 na kusimama kwa muda mfupi huku wakishauriana. Mmoja wao anajaribu kuficha uso. Mkononi wamebeba champali zao. Dakika moja baadaye wanafunzi hao wananaswa kwenye video wakikimbia kuelekea upande wa kutoka nje ya bweni hilo, lakini kuna wanafunzi 2 ambao wanasalia nyuma wakiwa wamebeba kiberiti na mkoba mkononi. Wanafunzi hao wanawasha moto na kisha wanaondoka wakitembea bila wasiwasi. Hatua chache kutoka hapo wanafika eneo lingine kwenye bweni hilo ambalo kulikuwa na matandiko na kuwasha moto tena. Baada ya kuhakikisha moto huo umeshika, washukiwa wanatembea na kutoka kwenye bweni hilo huku wakiwacha moto ukiendelea kusambaa huku wenzao wakiwa wamelala. Mwendo wa saa 6:13 moto ulionekana kuendelea kusambaa kwa kasi. Kuna baadhi ya wanafunzi waliogutushwa kutoka kwa usingizi na wanaonekana katika chini ya muda wa dakika 5 moto ulikuwa umesambaa na kuwa mkubwa. Wanafunzi wanajaribu kujiokoa na kutoroka kutoka kwa bweni huku moto ukiendelea. I was reviewing the CCTV footage of Utumishi Academy and I felt very sad. I even struggled to sleep because we could see the kids who are coming to light the fire. It's very brilliant kids. Some who have got the best because that's a high school, that's a national school. But for them to just get paraffin and a matchbox and burn a dormitory, really consciously seeing their colleagues sleeping there and walk out and leave them to die, that is something, that is the most demonic thing I saw myself and I have seen. And I must say this, that as children and as students, as teenagers, because most of you are teenagers, you need to know that it is not enough to be brilliant. It is important to have the right character, to have the attitude of learning, to have the necessary skills that you need to navigate life. Don't only focus on, I must pass my exams. You must ask yourself, where is the place of character and discipline in your life?